Je, ulishawahi kuwaza kwamba kuna kiumbe ambaye anaweza akaotesha viungo vya mwili wake, yani wanaita regeneration? Sasa nilikuwa ninasoma napitia kwenye peji ya University of Harvard, nikakutana kiumbe mmoja anaitwa Axolotl. Axolotl yeye ni kiumbe jamii ya salamanda na anapatikana kwenye maeneo hasa Mexico, kule kwenye maziwa mengi ya zamani ya Mexico huko. Ila kwa utafiti unaonyesha kwamba ni kati ya viumbe ambao wanategemewa kupotea kulingana na uhaba wa spishi zao katika mazingira mengi sana duniani. Na kinachosababisha ni kwa sababu sasa hivi wanaliwa sana na viumbe wenzao, wana mazingira pia, watu wanachafua mazingira, kwa hiyo yanashindwa kuwafeva wao katika namna gani wanaweza wakasapoti maisha. Nimefuatilia nikagundua kwamba wapo aina mbalimbali, wana rangi tofauti tofauti, wapo wa pinki, weupe, kijivu fulani na nyeusi. Kuna baadhi picha nimewaonyesha hapa, mtakuwa mnaziona. Ila urefu wao ni kama sentimita 15 hadi 45 ndio ukubwa, na wembamba. Huwa ni wembamba, ila wanakuwa na ulaini fulani, wanakuwa ni laini sana. Ila ni jamii ya salamanda. Sema tofauti ni kwamba wao wanaishi maisha yao yote kwenye maji, japo kuna salamanda ambao wenyewe wanapatikana nchi kavu. Ila wana sifa zote za viumbe wanaoishi kwenye maji kama zile gills au wanaita matamvua. Yeye ana miguu 4 kwa 5, yani mbele ana miguu 4 ambayo miwili ya mbele inakuwa ina vidole 4, alafu miwili ya nyuma inakuwa na vidole 5. Ana mkia mpana ambao wenyewe unamsaidia kuogelea. Ana macho madogo sana, ila hana kope. Hana kope kabisa. Haya, pia ukija kuangalia ni kiumbe ambaye yeye ana mdomo wake ukiutazama kama unavyomuona hapo, ni kama vile anatabasamu muda wote yani. Ni moja kati ya sifa ambazo watu wengi wamezigundua hasa katika tafiti zao wakiwa wanamchunguza huyu kiumbe. Sasa Axolotl yeye ana sifa yake kuu ambayo inafanya awe tofauti kabisa na viumbe wengine. Axolotl yeye ukimkata mkono, ukimkata mguu, ukimkata nini, ana sifa ya regeneration, yani ana uwezo wa kuvifanya vile viungo vyote tena. Sasa viungo ambavyo kwenye kufuatilia nimegundua ana uwezo wa kuviotesha. Anaweza kuotesha mkono, mguu, mkia wake na sehemu ya moyo. Yani sehemu ya moyo ikiumia au ikiharibika au ikipata jeraha, ana uwezo wa kuiotesha, yani ikarudi ikawa sawa kabisa. Sehemu ya ubongo, sehemu ya uti wa mgongo na hata kwenye macho. Na hivyo vitu vikirudi vinafanya kazi sawa kabisa na vile vilivyokuwepo awali. Kwa hiyo hili jambo ndio limenifanya niwe interested sana kuwashirikisha. Huyu ni kiumbe ambaye mimi nimekuja kushuhudia na hisi ni wa kwanza kumsikia akiwa na sifa kama hii ya kufanya regeneration. Na hii tabia inamfanya aweze kuwa kiumbe ambaye anaishi maisha mazuri sana na maisha marefu. Ila nikaja kuchunguza nikagundua kwamba hii ndio sababu inayofanya vyuo vingi vinavyohusika na utafiti vinamtumia kwenye utafiti wao, wakiamini siku moja kwamba wanaweza wakamtumia kupata dawa ambayo itasaidia kurudisha viungo vya watu. Kama mtu aliyevunjika mguu, basi mguu wake ukarudi. Mtu ambaye ametoka jicho likarudi. Mtu aliyevunjika mkono. Kwa hiyo watafiti na wanasayansi wanaamini kwamba hayo mambo inawezekana kwenye utafiti wao wanavyoendelea, hayo mambo yanaweza yakafanikiwa. Hasa kwa wagonjwa pia wa saratani, wanaendelea kufanyia utafiti wakitamani kujua namna gani wanaweza kutumia sifa za huyu kiumbe au mazingira kumtumia huyu kiumbe kuelewa namna gani ya kuyafanikisha hayo yote. Kwa hiyo ni vyuo mbalimbali vingi sana. Hata Mexico hapo kuna vyuo vingi ambavyo vinahusika na anatomy, vinapambana kuhakikisha wanajua namna gani wanaweza wakafanya kitu kwa ajili ya binadamu. Ila wanapata hamasa sana kutokea kwa huyo kiumbe kwamba hizo process za kuotesha hivyo vitu inakueje katika mwili wake. Ila namna ya uzalianaji pia ni ya kushangaza. Sio kama viumbe wengine. Wao wanataga, ila namna wanavyofanya ni kama vile mmea. Yani dume lenyewe linadondosha mbegu kwenye maji, alafu jike linaenda linazikusanya. Zikusanya, zikisha ingia ndani, zinatengeneza mayai.
reproduction ina take place, mayai wanataga mayai. Kwa hiyo unakuta mayai yana range kuanzia 100 hadi 1000 hivi. Kwa hiyo ni vitu vya ajabu sana. Ila ukija kuangalia wanakula vyakula vidogo vidogo kama minyoo, wadudu, samaki wadogo wadogo, konokono, na wale wanaitwa larva, yani wale wadudu wadogo ambao unakuta labda ambao hawajakua vizuri, yani yuko kwenye stage ya ukuaji. Kwa hiyo ni mnyama wa ajabu sana.